Tena ndugu msikilizaji wangu, katika mfululizo wa somo letu la kalenda ya Mungu, na siku ya leo nataka tushughulike na jambo moja muhimu sana la jinsi ya kuielewa kalenda ya Mungu. Na ili kuielewa kalenda ya Mungu ni jambo la muhimu sana tukafahamu jinsi Mungu anavyoziona siku na miaka ikilinganishwa na siku zetu hapa duniani. Katika swala la muda, ninaelewa ya kwamba kuna falsafa nyingi duniani zinazojaribu kuelezea swala la Mungu na muda, na falsafa hizi kimsingi zimepingana, kila kundi likidhani kwamba msimamo wake ni sawa. Sasa mimi nitasimama hasa katika kile ambacho Biblia inasema kwa urahisi, na nitajitahidi kwa kadiri niwezavyo kuthibitisha kwa kutumia maandiko kile nitakachokisema, lakini pia nitathibitisha kisayansi. Kwa kutaja hapa neno sayansi, wengi wanaweza wakapata shida. Nataka ufahamu ya kwamba sayansi haijawahi kuwa kinyume cha Mungu, na wala sayansi yenyewe haiko kinyume na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sayansi ni njia ya kujifunza na kuuelewa ulimwengu ulioumbwa na Mungu kwa kuchunguza, kwa kujiuliza maswali na kwa kufanya majaribio ili kuthibitisha kwa ushahidi kile ambacho tunakiona au kile ambacho tunadhani. Kwa hiyo sayansi inahusika na uumbaji ule wa Mungu na jinsi ya kutumia vile ambavyo Mungu aliviumba. Labda nikupe dondoo chache. Kwa mfano, wanasayansi wa fizikia wamekwenda mbali sana katika maarifa. Wanatumia electron na kufanya ulimwengu uwe ni ulimwengu wa elektroniki, kwa sababu wanatumia electron pamoja na vitu vingine vidogo vidogo kama neutron, kama proton, tuseme atom. Kimsingi wanasayansi hawakuvitengeneza hivi. Mwanasayansi hakutengeneza atom wala proton wala neutron wala electron. Hivi ni vitu ambavyo Mungu aliviumba, vilikuwepo. Adamu anaumbwa, amevikuta vitu hivi vipo. Kwa hiyo wanachokifanya wao, wanajaribu kuvumbua kutumia kile ambacho Mungu alikitengeneza. Kwa hiyo sayansi haiko kinyume kabisa na Mungu. Na niseme hivi kwamba Mungu anatupenda sana. Mungu anatupenda, anataka tuelewe. Hakutuacha gizani. Tunapozungumza swala la muda, swala la siku, swala la miaka, nitatumia Zaburi ya 90 mstari wa 4 kama ndio andiko muhimu sana katika somo langu la kalenda ya Mungu. Katika mstari huu Biblia inasema, kwa maana kwa Bwana miaka elfu moja ni sawa na siku moja, na siku moja ni kama miaka 1000. Sasa hii watu wengi huchanganya andiko hili, husema tu miaka 1000 ni sawa na siku moja ni sawa na miaka 1000. Hiyo kihesabu haiko sawa sawa. Jaribu kusikiliza kwa makini. Biblia inasema hivi, maana machoni pako siku moja ni kama miaka 1000. Neno hili kama katika mantiki ya kihesabu ni muhimu sana. Neno kama sio sawa na neno sawa sawa. Unaposema siku moja ni kama miaka 1000, maana yake ni kwamba hiyo miaka 1000 inaweza ikawa ni 1000 kamili, au ikazidi kidogo, au ikapungua kidogo. Katika hesabu za makadirio na makisio, neno kama huweza kutumika. Kwa hiyo Biblia inapozungumza kwamba siku moja ni kama miaka 1000,
inatupa picha jinsi ambavyo Mungu hutazama muda ikilinganishwa na mtazamo wetu wa muda, kwa sababu mtazamo wetu wa muda na wa Mungu kwa kweli ni tofauti sana, kama nitakavyoelezea hapo mbele kidogo. Mstari huu ambao nimesema ni wa muhimu sana, Mtume Petro pia katika dunia ya wakati wake aliwahi kutumia mstari huu kujaribu kuwaelezea wale wapinzani wa siku zile waliokuwa wanahoji kwamba habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili zilikuwa ni za uongo. Akaandika katika waraka wake wa pili wa Petro